Okay bana, leo hii tunaanzia kwa bwana mkubwa Hazard. Hazard ameshikiliwa mateka na Devon. Hapo kuna waya juu afu chini maji yanamwagwa. Yaani akileta fyoko waya wanashushwa chini, jamaa analamba shot. Ghafla anaingia bwana mkubwa Yavuzi. Yavuzi kufika pale kwanza akabidi ategue usawa wa kamera, ni kwamba kamera isiangaliane na alipo yeye. Kufika pale akamwambia na wasiwasi na wewe sana. Utakuwa muungana na Devon. Bwana mkubwa kufika pale akamwambia sikiliza, mimi nachotaka ni kitu hicho kimoja. Kama nataka uhuru wako basi tugawane, unipe nusu ya huo mzigo. Bwana mkubwa Hazard akajifikiria, akamwambia poa, nimekubali hiyo nusu ya mzigo, wewe utachukua, haina noma yoyote. Hasa kumbe bana, yale maongezi Devon pamoja na Misut walikuwa nasikia kwa nje, ila Misut kana na wasiwasi kweli na bwana mkubwa Yavuzi anaweza akafanya janja wakakosa kabisa mzigo. Devon akamwambia sikiliza Misut, huyu tayari nishampangilia, huyu hawezi kunisaliti. Bwana mkubwa Yavuzi akatoka na wale jamaa nje akamwambia jamani, siwezi kuwafungulia, ni kuwafungulia mnaweza mkanigeuka mkanishuti, kwa hiyo nyinyi pandeni tuondoke. Wakaingia kwenye gari, kisha bwana mkubwa akapewa ishara kwamba kila kitu kimeenda fresh. Wakiwa ndani ya gari kuelekea huko mizigo ilipo, bwana mkubwa akamwambia makubaliano yetu yameenda fair kabisa, hayana longolongo. Jamani, msifanye janja yoyote ambayo tutashindwana. Sasa bwana mkubwa Hazard akamuuliza bibi Beid, vipi mpango wetu umeenda sawa? Akamwambia simu zetu hatuna hapa, ziko kwa Devon. Akamwambia nyinyi mnasemaje baba? Haikuhusu. Niambie basi hiyo mizigo iko hapa. Akamwambia sikiza, wewe endesha, maelekezo nitakupa mimi. Huyu mzee Vabu anakuja kuambia kwamba hatuweza kuruhusiwa kwa sasa hivi, ataruhusiwa baadaye kidogo, maana yake endelea kumsikilizia daktari. Ghafla akanitoa barua huyu mama Miss Pevin kwetu. Ile barua bana, ile barua imetoka kwa bibi Kevin, ingawa bibi Kevin alishakufa. Hiyo barua alichukua anasema ni kwamba hivi Hazard pamoja na Devon ni ndugu wa tumbo moja na ndugu yake wa zamani. Yule mama kusoma vile alishiwa na pawa. Ile barua akabidi tu aidondoshe chini huku machozi yakimbubujika, maana yake Devon anamshikilia mateka ndugu yake wa muda mrefu. Hasa huyu bwana mkubwa akamwambia Misut, andaa vijana ili mradi tuweze kumshikilia huyu Hazard asichomoke. Huko akisema kwamba amepokea simu nyingi kutoka kwa mamake ila hataki kuzipokea. Misut alimwambia pokea, ila jamaa aligoma. Kwa upande wa pili wale watoto wengine wanataka mama yao muachie aondoke, wengine hawataki. Mwisho wa siku bali mkabidi tu amfungulie mlango atoke nje, ila sasa zikapurukushana ziko nyingi. Ule mama akaropoka akamtaja mtoto mmoja tu Little Jemo. Sasa Little Jemo mwenyewe ni Summit. Kitendo kile maana kilifanya familia nzima ajue kwamba mama umetukumbuka. Ule dogo Summit, mama umenikumbuka, huku akimkumbatia mama yake, sababu mama sasa hivi fahamu zake zimerudi, ila anajifanya hazijarudi. Anayejua hilo swala ni bibi Aziza. Jemo alifurahia sana, mama umetukumbuka? Anambia ndio, nawakumbuka wanangu, nawakumbuka. Kitendo kile kilifanya familia ipate tabasamu lingine tena. Mama akaangalia watoto wake akamwambia wanangu, nawakumbuka vizuri sana. Akaanza sasa kuwakumbatia watoto wake wote 6. Mama, watoto walifurahi sana. Jemo naye akamwambia ensa mwangu njoo. Bwana mkubwa Jemo kufika pale alifurahia kinoma zela, furaha ilizidi kuongezeka. Kila mtu alikumbatiana na mamake, lakini furaha Jemo alikuwepo na ilikuwa ni sio na kifani.